Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, and Fabidigo TV. Oi, yes, wana Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Karibuni sana katika hatua hii nyingine, hatua ambayo tunaletea vitu ambavyo vimekuwa ni vizuri, vitu kuhusu michezo, yani taarifa za ndani kabisa kutoka kwenye klabu na vyanzo vya klabu ya Simba Football Club ambayo tumeipata kwa siku ya leo. Kitu cha kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Nami ndo Fabidigo katika Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Yes. Okay. Taarifa za ndani kutoka, nataka nisome jinsi ilivyo, afu baadaye nitathibitisha kwa kuchambua jinsi zilivyo hizi habari. Ni habari kutoka Simba Football Club kwamba wenyewe wanataka kuwaambia watu au kuweka vizuri benchi lao la ufundi, ikiwemo wachezaji wanaotaka kuwatema na wachezaji wale ambao watakuwepo. Ndio maana fununu nyingi sana na tetesi nyingi sana tunaongea kuhusu Simba Football Club kwamba wanataka kuwasajili wachezaji kwa muda huu ili baadaye waende kufanya nini? Waende Misri kuchukua pre-season ligi kishaisha. Kwa hiyo Simba na benchi la ufundi lake lote wameamua kufanya maandalizi haya kwa sababu tayari wamejipanga ili kuweza kusajili wachezaji wapya, lakini pia wamejipanga ili kuwatoa wale wachezaji ambao hawawahitaji kwa muda huo. Okay. Taarifa za ndani kutoka katika vyanzo vyangu vya karibu zinaeleza kuwa uongozi wa klabu ya Simba umeanza kufanya tathmini ya kikosi chake kuelekea msimu ujao. Nasoma taarifa jinsi nilivyotumiwa. Nasema huku baadhi ya wachezaji wakitajwa kuwa kwenye orodha ya kuachwa mwishoni mwa msimu huu. Hatua hiyo inaelezwa kuwa sehemu ya mkakati wa kuimarisha kikosi na kuongeza ushindani katika mashindano ya ndani na ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kiungo wakati kutoka Guinea Nabi Kamara ni miongoni mwa wachezaji waliowekwa kwenye orodha ya kuondolewa ndani ya kikosi hicho. Inadaiwa kuwa uamuzi huo umefikiwa baada ya tathmini ya kiufundi iliyofanywa na benchi la ufundi kwa kushirikiana na uongozi wa klabu, wakilenga kuboresha eneo la kiungo ambalo limeonekana kuhitaji nguvu mpya. Mbali na Kamara, mchezaji mwingine anahusishwa kwa kuondoka ni Alassane Kante, ambaye naye anaripotiwa kuwa katika mpango wa kuachwa. Kuondoka kwa wachezaji hao wanatajwa kuondolewa kwa sababu ya kiufundi zaidi, kwamba Alassane Kante ana pungufu fulani, labda ni mzito. Kwa wachezaji hao kutajwa kwa kuchangiwa na sababu mbalimbali, ikiwemo ushindani mkubwa ndani ya kikosi pamoja na mahitaji ya kimkakati ya benchi la ufundi. Naendelea kusoma kama ilivyoandikwa. Anasema kutokana na hali hiyo, kocha wa Simba alipendekeza kusajiliwa kwa kiungo mpya ambaye ataweza kuongeza ubora na ushindani katika safu ya kati. Mapendekezo hayo yalipokelewa na uongozi wa klabu ambao ulifanya kazi ya haraka kuhakikisha wanapata mbadala sahihi. Hatimaye Simba Sport Club ilikamilisha usajili wa kiungo Kevin Nashon, ambaye anatarajiwa kuleta mchango mkubwa katika kikosi hicho. Ujio wake unaonekana kuwa sehemu ya maboresho ya kikosi, huku mashabiki wakisubiri
kuona namna atakavyoisaidia timu katika mechi zijazo. Hatua hizi zinaonyesha wazi kuwa Simba inaendelea kujipanga kwa umakini ili kuhakikisha inabaki kuwa na kikosi imara chenye uwezo wa kiushindani katika viwango vya juu. Mabadiliko ya kikosi ni jambo la kawaida katika soka la kisasa na mara nyingi hutumika kama njia ya kuongeza ubora na kuleta ushindani mpya ndani ya timu. Kwa sasa bado haijawa wazi hatima rasmi ya wachezaji wanaotajwa kuondoka, lakini dalili zinaonyesha kuwa Simba iko katika mchakato wa kufanya mabadiliko makubwa yatakayolenga kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu ujao. Kama mlivyosikia wakati nasoma hapa, nilikuwa nasoma taarifa ambayo tayari imetoka katika baadhi ya vyanzo katika vyanzo vya habari zetu za YouTube channel zetu na mitandao mingine ya kijamii, ambapo tumeletewa na kwamba nimesoma kama ilivyo kwamba hapa tathmini ni kwamba viongozi wa Simba Football Club pamoja na benchi la ufundi wa Simba Football Club au Sport Club inajiandaa kukiweka kikosi chao salama kabla ya dirisha kubwa kufunguliwa, kwa sababu wanaamini ya kwamba katika dirisha kubwa likifunguliwa, klabu nyingi sana zinakuwa zinahitaji wachezaji. Wakati zinahitaji wachezaji, kuna kuwa na ile competition, ung'ang'anizi wa kung'ang'aniana wachezaji kwa gharama kubwa. Kwa hiyo Simba Football Club wanaamua kutumia mwanya huu kuwa approach wachezaji ambao wanawahitaji kwa muda huu ili waweze kuingia nao mkataba wa awali, ambapo kwamba kama msimu utakuwa umemalizika, wale wachezaji watakuwa wamesainishwa na Simba, watakuwa nakuja kujiunga na pre-season na Simba Football Club. Lengo lao ni kuogopa competition na usumbufu wa kung'ang'aniana wachezaji, kama vile mara msikia kwamba mchezaji anahitajika na Simba anaenda Yanga, mara wa Yanga anaenda Simba. Hichi kitu ndio kitu ambacho wanakizuia Simba, viongozi wa Simba. Kwa hiyo basi Simba Football Club imeamua kufanya tathmini ya kutathmini wachezaji watakaoweza kutemwa katika dirisha hili kubwa baada ya raundi ya pili kuisha, yani ligi hii kuisha, kwamba wenyewe wanahitaji kutemwa wachezaji kama Nabi Kamara na Kante na wachezaji wengine ambao wataorodheshwa na ripoti ya kocha Steven Becker ili waweze kuondolewa wachezaji kulingana na matakwa ya kujenga kikosi cha Simba ili irudi katika uimara wake. Nakumbuka kwamba Mo Dewji amerudi rasmi katika kikosi cha Simba Football Club, na miaka 4 ya Yanga ilishapita. Sasa hivi ni miaka 4 tena ya Simba, wanavyosema wale wanaojua mpira na siasa za Tanzania za kimpira, kwamba amerudi Mo kwa sababu alishaona miaka ya Yanga ilishapotea, kwa naye anataka kudimiza miaka yake kwamba Simba inafika wapi. Angalia Yanga inadidimia, Simba inapanda. Kwa hiyo basi huu ni miaka mingine ya Simba kama inavyosemekana kwa siasa za mpira wa Tanzania, kwamba Simba na Yanga ni kama wanapokezana miaka fulani kwa ajili ya kuendesha hii ligi ya Tanzania, kwa sababu miaka 4 ya Simba ilikuwa ni miaka ile ya kipindi cha kina Medi Kagere, Pascal Yuawa, akina Nyonzima, wale walikuwa kina Chama wenyewe, John Boko, Emmanuel Okwi. Utamkuta pale kuna mchezaji kama vile wanamuita huyu Luis Mixon, kuna Morrison mwenyewe, kuna Mkude, Jonas Mkude, kuna wachezaji wengi ambao siwezi kuwamaliza, wachezaji wengi ambao kipindi hicho makocha walipita wengi, walifanya Simba ifanikiwe, wakianza na Patrick Hussein, wakija na Gomez, wakija na ile Van der Broek Kishingo na makocha wengine waliopita Simba. Hiyo ilikuwa ni Simba mafanikio. Kwa hiyo Simba ya sasa hivi sasa ndio maana inabomolewa muda huu ili iweze kujijenga vizuri kwa ajili ya kujiandaa kufika nusu finali ya klabu bingwa Afrika, au kama sio kufika finali na kuchukua kombe. Kumbuka kwamba Simba ya mwaka jana ya msimu uliopita ya Fadlu ilifika finali, ilicheza na Berkane finali ya shirikisho.
Kwa hiyo sasa hivi Simba wanajiandaa kufika hatua mbali zaidi, ambayo ni viongozi wa Simba wanapotutaarifu kwamba watakaotemwa ni hawa tuliowataja, lakini wanawahitaji wachezaji kama vile mchezaji Peter Shalolile kutoka Mamelodi Sundowns. Inaonekana mawasiliano yako vizuri, wanamhitaji aje ili aweze kutimiza wajibu wake wa kucheza ndani ya Simba Football Club, na masharti aliyowapa Peter Shalolile Simba kwamba hawahakikishi tu kwamba Simba wataingia kucheza klabu bingwa Afrika, basi yeye atakuja kwa sababu anahitaji kucheza klabu bingwa aonekane, sio kucheza ligi ya ndani tu. Kwa hiyo basi Peter Shalolile yu karibu kuja katika vilabu vya Simba Football Club kwa sababu yeye anapenda kuonekana kimataifa, na habari hizo ndizo ambazo tumewaletea zilizotufikia kutoka kwenye vyanzo vya habari yetu. Taarifa za ndani kutoka katika vyanzo vyetu vya habari ambavyo ndivyo vinaweza kutimiza wajibu wa kukufanya wewe mfuatiliaji wetu wa Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV kuwa katika mambo safi ambao sahari wewe unasema Fabidigo. Asante sana, endelea kusubscribe na kulike Fabidigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.